Makanisa ya Tabernacle Gospel Church TGC kanda ya kaskazini yamefanya makabidhiano ya viongozi wapya wa umoja wa makanisa hayo, ambapo askofu mstaafu Tryphon Tubirole majukumu yake yamekabidhiwa kwa Joseph Stephen Shee, na kwa upande wa katibu mkuu aliyeachia madaraka ni Joseph Stephen Shee na nafasi yake kuchukuliwa na Stanley Abraham Molel. Mweka hazina taifa anayestaafu ni Stanley Abraham Molel, ambapo nafasi hiyo amekabidhiwa Lilian Shengwando. Sambamba na hayo, askofu mkuu mstaafu Tryphon Miampi amewahasa watumishi hao kuwa waadilifu na wasio wenye viburi. Hapa anazungumza. Tunashukuru kwa ajili ya kikao hiki cha halmashauri kuu. Tunashukuru sana kwa sababu kukipata ni baraka. Kupata kikao kama hiki ni baraka sana, kwa sababu tusipokutana hatuwezi kuongoza inavyopasa. Utaweza kuwa kiongozi mzuri kama hukutani na viongozi wengine, mkaongea, mkapanga, halafu mkaelezana ni kitu gani cha kufanya. Bwana sifiwe sana. Ndiyo, Bwana sifiwe sana. Amina. Amina. Kwa hivyo namshukuru Mungu, naposoma hii hotuba ni mambo muhimu ya kuzingatia. Moja, uwe mwadilifu kwa mambo ya pesa. Kuna mengine hayajasemwa hapa. Uwe mwadilifu kwa cheo, usiwe na kiburi. Uwe vizuri kwenye cheo, usiwe na kiburi. Na lingine wanasema mambo matatu, mashimo makubwa matatu: pesa, cheo na wanawake. Jambo la tatu, wakati fulani nilikuwa Nairobi, tukawa na seminar. Alikuwa anafundisha Yonggi Cho, mchungaji wa Korea Kusini. Yonggi Cho, ilipofika saa 8 tukafanya workshop, tukagawanyika vyumba, unachagua chumba unachotaka. Nikachagua kwenda kwenye chumba kimoja ambacho mama ndiyo mwalimu. Mama ndiyo anatufundisha kwenye workshop ya chumba kingine. Tuko wengi kama 200, maana mkutano kwa mkubwa au zaidi. Tukafika, yule mama akacheka sana kwanza. Nyinyi ni wachungaji? Tukasema ndio. Wachungaji? Ndio. Mmepakwa mafuta? Ndio. Mna uhakika? Ndio. Akatutaja mambo matatu: pesa, jambo la pili akataja cheo, jambo la tatu akataja, la pili akataja cheo, la tatu akataja wanawake. Akasema mkisha pakwa mafuta mnakuwa wazuri mbele ya wanawake. Mkisha pakwa mafuta mnakuwa wazuri mbele ya wanawake. Msipokuwa makini mtaanguka haraka sana kwenye dhambi ya zinaa. Na sikwambii kwamba nabahatisha. Leo hii makanisa mengi yamechafuka na dhambi hii. Leo hii kuna matatizo na dhambi hii. Wapakwa mafuta hawajirindi tena. Sibahatishi, hiyo na hakika nalo kabisa linafanyika. Na ndio maana au ni mojawapo ya mambo ambayo yamepeleka kanisa chini. Ni mojawapo. Sio hilo tu, hilo ni mojawapo. Kwa hiyo muwe makini sana na mambo hayo matatu: pesa, cheo na wanawake. Hakuna mwanamke utamapproach kwa mpaka mafuta kukataa. Twende. Wapendwa watumishi wa Mungu, kwa kusema hivyo sio kwamba siwaamini, na waamini tena sana, maana baadhi yenu mmekuwa wasaidizi wangu na washauri wangu na watu tuliopanga na kufikiri pamoja. Lakini nachokifanya ni kile ambacho neno la Mungu linatutaka kufanya, yani kukumbushana mara kwa mara yale yaliyo mema. Tukumbuke kwamba japo kuwa Joshua alikuwa na Musa siku zote na akaona Musa akipokea torati, hata hivyo Musa hakuacha kumuhusia sana wakati wa kumaliza kwake mwendo. Na Mungu mwenyewe hakuacha kumkumbusha Joshua kuishika torati na mafundisho ya Musa ili apate kufanikiwa sana. Hivyo basi mimi nami napenda kuwakumbusha haya ili kufanikiwa kwenu kuweze kuwa dhahiri. Utaratibu wa makabidhiano. Kama mnavyojua kwamba kanisa letu la Tabernacle Gospel Church bado ni changa, na kwa sababu hiyo hatuna vitu vingi ambavyo tungaliweza kukabidhi kama vile magari, mapikipiki, mambo ambayo tunamwamini Mungu kwamba yanaweza kuwa katika nyakati za baadaye kama Yesu wetu atakuwa hajarudi. Kwa sababu hiyo tutakachokwenda kufanya ni kukabidhiana
na uongozi vitu vile vidogo vidogo vya kiofisi kama utaratibu unavyotutaka. Kwa hiyo katika makabidhiano yetu ya siku ya leo tutakabidhiana nafasi ya uongozi na zana za kufanyia kazi, tukianzia mtunza hazina, katibu mkuu anayemaliza muda wake, na mwisho mimi askofu mkuu niliyemaliza muda wangu. Lengo kubwa la kufanya haya ni kwamba muweze kufanya shughuli zenu kikatiba, kwa kila mtu katika nafasi yake ambayo Mungu amemweka. Jambo hili ni kubwa, kwa maana ni kutoa baraka na heshima kwa nafasi ambazo Mungu ametupatia au amewapatia. Katika makabidhiano tutakabidhi nyaraka mbalimbali kama vile mafaili, taarifa mbalimbali ambazo huko hatukuwa na taarifa mbalimbali, ambapo huko hatukuwa na taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ripoti mbalimbali tulizozitoa kwenye vikao, mikutano mbalimbali, na katika mikutano ya uchaguzi tukiambatanishwa na bank statement zinazoonyesha pesa zilizoko benki. Pia tutakabidhi faili za mihutasari ya utawala. Kwenye mafaili hayo kutakuwa na faili za Wizara ya Mambo ya Ndani, kabidhi wasibu mkuu ambaye ni msimamizi sasa wa mali zote. Kama unavyosikia ziko chini ya kabidhi wasibu mkuu, ni msimamizi wa mali zote. Na tulishaandika, maana ulisema wa TGC, tulishaandika uwanja wako ni wa TGC, kwa kabidhi wasibu mkuu anajua. Na mwisho mimi mwenyewe nitamkabidhi askofu mkuu ofisi kwa kumkabidhi katiba ya nchi, kama kwamba anapaswa kufanya kazi kwa kuzingatia sheria za nchi, vyeti vya dini, registration, certificate za incorporation pamoja na certificate za incorporate, kama ishara kumkabidhi askofu mkuu ili kuanza kazi. Na mtu akiwa na sababu ya kumdhulumu mwenzake, na msamehe mtu huyo. Hebu naomba tukumbuke maneno ya Mungu yanayosema kila mtu amuone mwingine ni bora kuliko nafsi yake. Hivyo basi kila mmoja wetu na amuone mwingine ni bora kuliko nafsi yake. Aidha, niwatakie viongozi wote wa kanda kuchukuliana aina hii ya utaratibu wa makabidhiano uliofanywa na kamati kuu, ukafanyike vivyo hivyo katika kanda zote. Niwatakie baraka njema katika utendaji wenu katika Bwana. Askofu Tryphon Tubirole Myambi, askofu mkuu mstaafu. Kimkabidhi mtunza hazina mpya na kutoa nasaha fupi kwa mtunza hazina mpya, na mkabidhi vitu hivi vifuatavyo. Vitu atakavyomkabidhi ni vitabu vyote vya mahesabu, vitabu vyote vya risiti, ripoti zote zinazohusu mambo ya fedha, bank statement ya kuanzia mwezi Januari, mwezi Februari. Mwisho amkaribishe kwenye kiti alichokikalia kwa ishara kumkabidhi ofisi, na hatimaye kusaini hati maalum za kupokea ofisi mbele ya askofu mkuu. Karibu mtunza hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi ya kutumikia katika eneo la utunza hazina. Nilikaimu baada ya mweka hazina kutwaliwa, kwa hiyo nikawa nimeshika nafasi hiyo takriban kama miaka miwili. Namshukuru Mungu kwa huo muda ambao nimeweza kuhudumu katika hilo eneo, na nashukuru pia kwa niwezesha kuendana au kuchukuliana na wachungaji, watumishi wa Mungu, hata pale ambapo kwenye masuala ya malipo yalikuwa naenda ndivyo sivyo, lakini bado Mungu aliniwezesha kwenda nao kwa utaratibu hadi tukafika hapa tulipofika. Nashukuru kwa nafasi ya utunza hazina ndani ya kanisa la Tabernacle Gospel Church. Kwa mujibu wa katiba, kanuni za Tabernacle Gospel Church
Hivyo namkabidhi vitu vifuatavyo: vitabu vyote vya mahesabu, vitabu vyote vya risiti, ripoti zote zinazohusu mambo ya fedha, bank statement ya kuanzia mwezi Januari mwezi Februari. Hii ni kama ishara rasmi ya kumkabidhi ofisi ya mtunza hazina taifa. Makabidhiano haya yamefanyika leo tarehe 5 mwezi wa 3 2025 katika ofisi ya makao makuu ya kanisa letu la Tabernacle Gospel Church zilizopo Njiro, mbele ya wajumbe wa halmashauri kuu na askofu mkuu mstaafu anayesimamia zoezi hili. Ni nafasi ambayo inahitaji kujituma. Ni nafasi ambayo wakati mwingine inabidi usilale usingizi. Kwa hiyo katibu mkuu mpya, ninakutwisha huu mzigo, uupokee. Naomba uupokee kwa amani, lakini niwaombe wajumbe, mpeni ushirikiano katibu mkuu. Ukimnyima ushirikiano, unazuia kazi ya Mungu isiende. Kwa hiyo ni heshima yangu sasa nimuite hapa mbele. Ninamkabidhi nafasi yangu ya ukatibu mkuu katibu mkuu mpya Reverend Stanley Abraham Mwoleli katika nafasi ya ukatibu mkuu ndani ya kanisa la Tabernacle Gospel Church kwa mujibu wa katiba, kanuni za Tabernacle Gospel Church. Hivyo namkabidhi vitu vifuatavyo: faili za utawala zote, faili la ripoti za kanisa, faili linalohifadhi muhtasari, faili la mali na mafaili mengine ya siri za kanisa. Hii ikiwa ni ishara rasmi ya kumkabidhi ofisi ya katibu mkuu ndani ya kanisa la Tabernacle Gospel Church. Makabidhiano haya yamefanyika leo tarehe 5 mwezi wa 3 2025 katika ofisi za kanisa la Tabernacle Gospel Church zilizopo makao makuu Njiro, mbele ya wajumbe wa halmashauri kuu na askofu mkuu mstaafu anayesimamia zoezi hili. Mimi Reverend Joseph Che, katibu mstaafu, na mkabidhi Reverend Stanley Mwoleli, katibu mpya, na kutia sahihi mbele ya askofu mkuu mstaafu Reverend Tryphon Tubirole Miampi na wajumbe wa halmashauri kuu walioshuhudia makabidhiano haya ambayo orodha yao ipo kwenye kiambatanisho.